Bwana Yesu asifiwe. Leo nimekuja na somo linalosema wanaume na mwanamme. Mwanamme ni jinsia ya kiume kwa asili ya kibinadamu. Ni hali ya kuzaliwa kama mwanamme, ni umbo la mwili. Mwanzo 1:27 neno la Mungu nasema, Mungu akaumba mtu kwa mfano wake, mwanamme na mwanamke aliwaumba. Hapa Biblia inaeleza kwamba mwanamme ni utambulisho wa kimaumbile. Mwanamme ni utambulisho wa kimaumbile, lakini unapozungumzia habari ya wanaume ni maadili, ni tabia, ni uwajibikaji, ni ukomavu. Lakini pia ni uwezo wa kuongoza kwa hofu ya Mungu. Na wanaume ni mlinzi na mtu wa maamuzi sahihi, mwenye kujizuia. Lakini hali ya kiroho na kitabia. Unaposoma katika kitabu cha nukuu ya Ellen G. White Adventist Home ukurasa 211 inasema kuwa mwanamume haitoshi kuwa kichwa cha familia. Lakini pia unaposoma katika kitabu cha Education inasema wanaume ni kujitawala, ni kujizuia hasira, kutokuwa na tamaa na kiburi. Huu ndio wanaume. Mtume Paulo anaeleza katika kitabu cha Wakorintho wa kwanza 16:13 anasema kwamba kesheni, simameni imara katika imani, iweni hodari, muwe na nguvu. Hapa Biblia inaeleza kwamba wanaume ni msimamo na ujasiri wa kiroho na uthabiti wa kitabia. Kwa hiyo katika somo hili ndipo utapojua kwamba tofauti ya wanaume na mwanamume, na wewe ndipo utapojua kwamba upo katika kundi gani, upo katika wanaume au upo katika mwanamume. Kwa hiyo kuwa mwanamume si ndio kuwa na wanaume. Unaweza kuwa mwanamume lakini usiwe na wanaume. Wanaume hujengwa katika ujasiri wa kiroho na uthabiti wa kitabia. Mungu alibariki neno lake na kubariki nawe pia. Amina.